Ikiwa leo ni tarehe 23 ya mwezi wa 12, zimebakia siku mbili kuelekea kwenye sikukuu ya Krismasi, mwezi ambao Wakristo wanasherehekea kumbukumbu au kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Na siku ya leo tulikuwa tumepita katika redio ya Domeko FM 106.6 hapa tuweze kupata maoni mbalimbali ya vipindi ambavyo viliweza kufanyika. Vipindi ambavyo viliweza kufanyika ni kipindi cha Morning Wave, lakini pia kipindi cha Sport Ladder. Kipindi cha Morning Wave kilianza saa 12 kamili asubuhi kikiweka maudhui ya magazetini, lakini pia utabiri wa hali ya hewa, bila kusahau mtasari wa habari ambao pia na wenyewe ulikuwepo ndani ya kipindi cha Morning Wave, uchambuzi wa magazeti pamoja na mada, lakini pia kero za mtaani zipo kwenye maudhui ya Morning Wave, producer yake akiwa ni Asha ambaye ndo mzalishaji wa maudhui. Sport Ladder ni kipindi ambacho kipindi chenyewe kinazungumzia masuala mazima ya michezo, lakini pia burudani, michezo hapa ndani na michezo nje ya mipaka ya Tanzania. Humu leo walikuwa wamezungumzia mada mbalimbali kuhusiana na AFCON, lakini pia waliweza kuzungumza kuhusiana na michezo mingine ambayo iliweza kupigwa pale England. Wachambuzi ambao walikuwepo kwenye kipindi cha Sport Ladder alikuwepo Rashid Omar, alikuwepo Johansen, alikuwepo pia Tedinho kama main host, alikuwepo Kalori Alfred, alikuwepo na yeye host, bila kusahau co-host mchambuzi wa zamu alikuwepo Michael Mundela, naye pia aliweza kuchambua kwenye kipindi hiko. Ukianza na Morning Wave walikuwepo watangazaji wanne ambao walihusika. Alikuwepo Kaserin Jafari, alikuwepo Lema Kiumbi, bila kusahau alikuwepo Sitra Ali kwenye upande wa utabiri, lakini pia alikuwepo Tina Teresia Malimbo naye alikuwepo kwenye kipindi hiko. Vipindi vyote vilifanyika kwa uzuri na watangazaji walijitahidi juu ya uwezo wao kutuletea maudhui ambayo alikuwepo kwenye vipindi hivyo ambavyo viliweza kufanyika. Tumekuja hapa kutoa maoni, lakini pia niko hapa kutoa maoni ya vipindi ambavyo vimeweza kufanyika, nikianza na kipindi cha Morning Wave. Kwanza kabisa nianzie kwenye upande wa producer ambaye alikuwa na produce kipindi hicho. Producer ndio ni sawa, ni sahihi kabisa, alifanya kazi yake ya kuandaa script, lakini pia kuweza kuproduce maudhui ambayo yatasikika kwa siku ya leo. Kwenye upande wa mada tuseme alifeli kwa 100%, kwa sababu mada aliweza kuchagua hakuja na expert, mada ambayo ilikuwa inazungumza kwa nini mwezi wa kwanza huwa unakuwa ni mwezi mgumu. Mada ambayo aliweza kuichagua, kama angekuja na expert au mtaalamu wa mada hiyo, basi ingeweza kuwa mada nzuri. Vinginevyo ni kwamba watangazaji ambao walikuwa kwenye upande wa mada walikuwa wakichambua, lakini si kuendana na mada, kwa sababu wote hawakuwa na mtaalamu ambaye anaongoza kuhusiana na hiyo mada. Kitu kingine ni kwenye upande wa Sitra ambaye yeye alikuwa kwenye utabiri wa hali ya hewa. Aliweza kutabiri, lakini si vile ambavyo imezoeleka kwa upande mwingine, kwa sababu alikuwa na nukta nyingi, ile tunasema kuna sanasa sana, ikapelekea utabiri wa hali ya hewa kwenda ndivyo sivyo. Kitu kingine ni kipindi ambacho wanamkaribisha Tina ambaye alikuwa nje. Kuna namna kama main host alishindwa kucontrol kati yake yeye na Tina, muda ambao anamkaribisha Tina ili aweze kuripoti kile ambacho yupo nacho, kwa sababu tuliamini Tina yuko nje. Kwa hiyo kuna namna ambayo inaweza ikafanyika ili Tina aweze kusikika kwa uzuri, kwa kuweza kucontrol vizuri ile mixer yake. Lakini kwa 1% kubwa in general kwa main host ni kwamba hata yeye pia alifeli kwenye upande wa kucontrol mixer, lakini pia kwa control watangazaji wenzake ambao alikopo nao ndani. Alikopo Catherine, alikuwa akichambua upande wa magazeti. Main host alifeli kwenye uchangamfu. Nasema kipindi ambapo kitaendeshwa na main host aliyepoa, basi tunategemea na kipindi kitapoa, kwa sababu mtangazaji mwingine uwezi ukachangamka zaidi yake, utapokea ile emotion ambayo yeye yuko nayo. Kwa hiyo wote walikuwa wamepokea ile kile ambacho anawapatia main host kwa upande wake, lakini main host alizingua kwa sababu alipoa. Lakini pia matumizi ya ala na elo bado. Kitu kingine ni kwamba
kwenye upande wa magazeti walivyokuwa wanachambua magazeti walikuwa wanachambua juu, hawakupita ndani kabisa ndani ya magazeti kutuambia yale ambayo yamejiri kwa siku ya leo kiundani, bali walipita kama kutujuza vile vichwa vya habari vya juu. Yani ni sawa na kuandika mada alafu hauingii ndani ya mada. Kwa ndio walichokuwa wanakifanya kwenye upande wa magazeti. Lakini pia kwenye upande mwingine wa Morning Wave ni kwamba uandishi, swala zima la script bado inaonekana alikuzingatiwa kwa umakini, kwa sababu kama script ingezingatiwa basi tungeweza kupata sehemu ambayo kero zingeingizwa, lakini pia muhtasari wa habari ungesomwa. Kwa hiyo kuto kuzingatia script ukapelekea sisi kama wasikilizaji kuto kusikia ile maoni ya wananchi nje, yani kero, lakini pia kuto kusikia muhtasari wa habari. Jambo lingine niende moja kwa moja kwa PM ambaye alikuwa ambaye ndo anasimamia redio, ni kwamba PM muda ambao ilitakiwa ianze Morning Wave ilipitisha lisali moja, jambo ambalo likapelekea Morning Wave kuchelewa kuanza. Kwa hiyo PM ana mamlaka na ana uwezo wa kuongea na watangazaji wake kwamba kabla ya kipindi kuanza dakika 5 wao wameshafika redioni. Japo kuna asilimia kwamba unaweza ukasema PM aliwatetea akawaachia ili waweze kufanya, lakini walichokuja kukirepresent bado hakikuwa ndani ya uwezo ambao wameweza kujiandaa. Hayo ni maoni upande wa Morning Wave na yamekaa hivyo, yamenyoka kabisa. Nihamia kwenye kipindi kingine, kipindi ambacho kilifanyika kuanzia majira ya 2:30 mpaka 3:30 asubuhi, kipindi cha Sportladder. Cha kwanza kabisa nianze kwenye kuproduce maudhui ya kipindi cha michezo Sportladder. Bado maudhui ya Sportladder yako chini sana kwenye kuproduziwa, kwa sababu inasemekana kwenye Sportladder lazima kuwe na habari ya kimichezo ya hapa Dodoma, lakini jambo ambalo limekwenda kinyume, hatujaona habari hiyo, hata pia hatujawasikia mashabiki wakiweza kuzungumza. Kitu kingine ni kwenye upande wa watangazaji ambao wao waliingia ili kuweza kutangaza wachambuzi wa zamu, lakini pia host aliyekuwa akiongoza kipindi hiko. Tuanze kwenye upande wa host aliyekuwa Teddy. Teddy ameshazoea kuonekana kutangaza kwenye upande wa TV. Kwa hiyo anapoanza alisema yupo kwenye TV, jambo ambalo lilikwenda kinyume, kwa sababu sisi wasikilizaji ambao tunamsikiliza tunajiuliza, je, kuna TV ambayo ipo? Lakini kitu kingine kwenye muda ambao anatambulisha zile mada ambazo yuko nazo kwa siku hiyo, akaweza kutambulisha watangazaji pale mwanzo, jambo ambalo likapelekea watu kuwa na maswali, leo wachambuzi wa zamu ni kina nani, lakini pia wahusika wa Sportladder ni kina nani. Kitu kingine kwenye Sportladder ni wachambuzi wao wenyewe. Wachambuzi wamechambua na Teddy mwenyewe akiwa hapo ni mchangiaji wa mada, wanajiingiza kwenye swala la uzalendo wa timu fulani, jambo ambalo linakwenda kinyume. Wewe kama mchambuzi, mashabiki wa timu pinzani wanakuchukuliaje ukiweza kusema mbele ya hadhara kwamba hile ni timu ya kwangu, timu ya kwetu, timu ya hii, timu ya hii? Kwa hiyo ilikuwa imekwenda kinyume kwa wachambuzi ambao wao walijiingiza ndani ya hiyo story. Yani wao walikopo ndani ya story kwamba hii timu yetu, walivyokuwa wanazungumzia swala la championship Kagera Sugar pamoja na Geita Gold. Kuna mmoja alikopo Johansen alisema Kagera anaipa nafasi, lakini pia Geita alikopo Teddy ndo anaipa nafasi. Kwa hiyo walikuwa wameshaingia, wameshajiingiza na wenyewe kwenye mada hiyo. Kwa hiyo ni kinyume kabisa mchambuzi kuweza kujiingiza kwenye mada. Swala lingine tuzungumzie swala la PM pia kwenye upande wa Sportladder. Tunaona kwenye Sportladder namba za simu za kutuma ujumbe hazikutajwa, jambo ambalo linakwenda kinyume, kwa sababu namba za simu zipo studioni, ila unaweza kuwatetea wachambuzi na mtangazaji ambaye alikuwa kwa siku ya leo host kwamba namba za simu hakutaja kwa sababu simu ya kule studio haipo, jambo ambalo linafanya watangazaji wakitaja hata namba inakuwa ni kazi bure, kwa sababu kama wasikilizaji watatuma ujumbe huo hautasomwa. Kitu kingine kwenye upande wa siku ya leo kwenye Sportladder
kwamba kiujumla wamejaribu na wamejitahidi kufikisha lengo ambalo lilikuwa limepangwa. Wamechambua, japo sio kwa uchambuzi ule wa undani, uchambuzi ule tunasema sio uchambuzi makinika ambao unaweza ukamwambia mtu kitu in deep, kutokana na maandalizi ya kipindi, lakini pia wao wenyewe jinsi ambavyo walikuwa wamejiandaa toka muda. Swala la kumalizia hapa ni kwenye upande wa watangazaji wa Domeko FM. Mimi cha kusii ni kwamba watangazaji wa Domeko FM wajitahidi kuwahi studioni ili kuja kuwakilisha kile kitu ambacho wao wapo nacho. Na kitu kikubwa ni kwamba PM na yeye azingatie na ajisimamie kwenye misimamo yake. Kama watu wamechelewa wasifanye kipindi, waliowahi wafanye, lakini pia watangazaji wao wawahi. Mimi nikiripoti kutoka hapa Domeko FM, mimi ni Michael Mundela wa Domeko TV.